Sawa. Asante. Basi sawa. Okay. Mimi nashukuru sana zile kazi zako. Yaani natamani ufike hata mbali. Na ukubali. Asante. Yes. Lakini baada ya wiki ufike hapa vitu vitakuwa sawa. Haina tatizo. Karibu sana. Asante. Wewe mafuta unauza kwa bei gani? Hii hapa. Hii ni 13,000. 13. Yes. Pia na hiyo miwani. Hii miwani ni 5,000. 5,000? Yes. Ni nzuri. Ile inafaa sana kwa wanawake. Samani. Samani kwanza kwa kuondoa mle ndani. Ila kwa tuna maneno mawili. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Gloris. Kweli jina nzuri kama Mwenyezi. Gloris unapendeza. Nani ni okay. Alafu Gloris neno wangu ilikuwa hivi. Kweli ule urembo wako ulikuwa nataka uwe na mtu ambaye anautazama vizuri. Gloris, nataka kukupenda. Na nataka mimi na wote wapenzi. Kwanza wewe umesema unaitwa nani? Okay. Mimi najua umenitoa ndani kuleta hapa tuje tuzungumze mambo ya muhimu, alafu unakuja kufungula domo lako kwamba unanipenda. Jitazame na mimi nitazame. Hivi mimi ni mwanamke ambaye naweza kutembea na mtu kama wewe? Kwanza mimi naona aibu kushimama na mtu kama wewe. Sijui watu ambao wanajua eti Gloris ni nani. Sometimes Mungu kupatia watu kwanza heshima zao. Mimi Gloris na mtu kama wewe. Na sijui kama hizo nywele zako ndio zimekudanganya, sijui wewe ni mzuri, wewe ni handsome. Kwangu mimi hapana. Mimi kwangu hapana. Tayari nimeona sijui kama umebeba tu mzigo wa takataka kichwani mwako. Sasa zingine Mungu mkipatia watu heshima zao bwana. Mimi Gloris na mtu kama wewe. Tena takataka wa sokoni. Tausi mkubwa wewe. Niangalia kama inaweza kufuata hivi. Ali. Kumbe bado unaendelea na mambo yako. Mwanangu wewe ni msanii. Hivi unajua kazi ya wasanii? Wasanii ni wa kuwaelimisha watu. Unafanya education kupitia kazi zako. Sasa hivi
Hivi ndo tutaenda kufanya huko Butembo, sijui Goma, sijui Bukavu. Ndio hivi. Ali unakosea. Mbona umefanya harusi sasa hivi? Na mke wako ni mzuri sana. Umefunga harusi, watu wengi wameshuhudia. Sijui kanisa imeshuhudia, serikali imeshuhudia, sisi wenyewe tumeshuhudia. Basi sawa. Mimi sijasema kwamba sitakusupport. Mimi nitakusupport. Na nimekuahidi uje baada ya wiki moja. Sijui na leo. Asante. Mimi niko hapa. Lakini zingatia muda. Nimeona nije nikuone wifi yangu, maana wewe unaga hizo tabia za kutembeleana. Kiukweli tangu mume wangu ameondoka nimekuwa busy sana na mambo za hapa nyumbani. Niko hapa nyumbani nikiwasubiri wafanyakazi waje. Mume wangu ndo alinipea anwani hapa kwako. Nilikuwa sipajui. Lakini nyumba yenyewe nzuri, nimepapenda. Kweli? Asante. Bado hujajifungua? Sijajifungua, nasubiri muda wa Bwana. Huko nyumbani kwako unabaki tu peke yako ama umepata wakusaidia kazi? Bado mume wangu hajaniruhusu. Hivi wakina Arusha wameenda wapi? Arusha wametoka tu, sijui wamejielekeza wapi. Hivi wifi, unaishi jomo ndani wewe mwenyewe? Mume wako ameondoka, amekuacha siku zote hizi. Hivi ukiwa na haja, wao unafanya nini? Haja? Haja gani hiyo unayozungumzia? Nazungumzia ukiwa na haja ya mwanaume. Nitafanyaje sasa? Namsubiri tu atakaporudi kila kitu kitakuwa sawa. Wewe unadhani mimi nitafanya nini? Lakini atakaporudi najua kila kitu kitakuwa sawa tu. Sasa utamsubiri mpaka lini? Nitamsubiri mpaka arudi. Haya. Okay, wifi wangu, naona nikuandalie kitu kidogo. Usijali. Unaona saa hizi muda umekwenda sana na wewe hospitalini. Wifi, mara ya kwanza tu umefika huko hutaki hata utumie kitu kidogo. Usijali kwa hiyo. Okay. Hapa mimi naondoka. Unaondoka? Mambo vipi shemu? Safi sana, karibu. Ndiyo. Vipi za huku sasa shemu? Safi sana. Ndiyo. Shemu, mbona umekaa mbali njoo?
Hapa ninapokaa ni sawa tu. Yaani shemeji, ulivyonipigia simu nimekuja na haraka sana. Hivi nini tatizo? Shemeji, hamna tatizo, ila tu nilikuwa nimekumisi sana. Why? Sasa unaogopa nini? Shemeji, kumbuka kakako ameniacha muda mrefu. Nimebaki ndani mimi mwenyewe. Na nimeona nisiende mbali, wewe ndio karibu ndani ya familia. Nimejaribu kujikaza lakini nimeshindwa. Hivi shima, unajua kama kaka yangu ndio mume wako halisi wa ndoa. Alafu akija kugundua hivi vitu ambavyo vinaendelea au ambavyo wewe unataka kuanzisha, mimi sitastukia kichwa changu kimekatwa. Naomba usijali. Kikweli nikwambie Shem, naomba unielewe. Namheshimu sana kakangu. Sidhani kama moyoni mwangu ninaweza kuruhusu nifanye kile ambacho unataka tukifanye saa hizi. Shem, usiogope kitu. Wewe ni mtu mzima na mimi ni mtu mzima. Yatabaki tu kwangu na kwako. Hili ni daraja ambalo kila mtu lazima pitie. Ujinga wake kwa wengine faraja. Watoto watajua acha wakuwe. Faraja Lakini Yesu pombe kwa wanawake wametumia vidonge ili kuharibu tumbo zao kwa kutaka kutoa mimba. Wamesahau kwamba kuna mazao kama husikii shauri ya mjomba. Sasa Shem, tunaenda wapi sasa Shem? Tujitahidi sana wanaolewa wakiwa na tamaa. Ile daraja ni ujana, tuzingatie, tujitahidi sana.